Hii ni Senior Media Tanzania na leo bwana, nataka nikupe story kidogo au elimu kidogo kuhusiana na makocha. Kuna makocha wengi sana ambao unawafahamu, lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Hao makocha wote unaowajua duniani, kuanzia hapa nyumbani Tanzania na duniani kote, hao makocha bwana wamegawanyika kwenye makundi matatu. Kuna makocha wa daraja la kwanza, na kuna makocha wa daraja la kati na makocha wa daraja la chini. Makocha wa daraja la kwanza au daraja la juu, hawa ni makocha wote ambao wana mafanikio, na mafanikio hapa na base kwenye makombe ambayo wanashinda kwenye timu ambayo wanatufundisha, lakini pia tuzo binafsi. Kwa mfano ya Afrika hapa, kocha kama Frey Benge, huyu ni kocha wa daraja la kwanza au daraja A. Kocha kama Miguel Gamondi ni kocha wa daraja la kwanza au daraja A. Hii ni kutokana na makombe ambayo wameyashinda kwenye ligi mbalimbali ya Afrika. Lakini pia kocha kama Abdullah Benchika, huyu pia ni kocha wa daraja A. Kocha kama Pitso Mosmane, huyu pia ni kocha wa daraja A. Kundi la pili linahusu makocha ambao wao hawajashinda makombe makubwa, lakini washaonesha uwezo kwamba huyu kocha anajua ile ambacho tunamdai namna gani ambavyo ataifanya timu yake ishinde makombe na yeye pia apate tuzo binafsi. Mfano, kocha kama Steve Barker wa Simba, huyu anaangukia kwenye makocha ambao wapo daraja la pili, daraja la katikati au makocha wa kati. Barker ukimwangalia ashaonesha kwamba ni kocha mzuri, anaweza kutengeneza timu nzuri kama vile kwa Stellenbosch tunaiona Simba, lakini hajafanikiwa kushinda makombe makubwa ya ligi tangu akiwa kwa Afrika Kusini na hapa nyumbani Tanzania. Pia hana tuzo binafsi kubwa. Kwa huyu anaangukia kundi la pili, kwa maana daraja la pili. Kocha mwingine ni kocha Yanga, Pedro Gonçalves. Na yeye pia anaangukia kwenye hili kundi. Pedro ni kocha ambaye kwenye eneo la uwezo hakuna mtu ambaye anasasa naye. Tangu akiwa Angola timu ya taifa mpaka sasa ipo Yanga. Lakini ambacho Pedro anadaiwa ni mafanikio kwa maana ya makombe na tuzo binafsi. Kocha mwingine ni kama Etienne Darabidi wa TRA, huyu pia anaangukia daraja hili la kati. Kocha mwingine ni kama Ahmed Ali na wengineo. Makocha wa daraja la tatu au daraja la chini, hawa ni makocha ambao wana potential, lakini tunataka waoneshe kama wanaweza. Yaani unamwona huyu kocha ni kama ana uwezo, lakini inabidi mpe nafasi sasa ili aoneshe kama anaweza. Kocha kama Shadrack Nsajigwa wa Tanzania Prisons ni kocha ambaye anaangukia kwenye ile kundi la kocha wa daraja la tatu au daraja la chini. Ni kocha ambaye ukimwangalia unahisi labda ana uwezo kwa sababu amefanya kazi muda mrefu sana kwenye timu ya Namungo akiwa kocha msaidizi. Hivi sasa ndo amepewa timu ya Prisons kama kocha mkuu, lakini kabla hapo alikuwa Transkep. Huyu ni kocha wa daraja hilo. Lakini kocha mwingine, kocha Romain Folz ambaye alianza msimu na Yanga. Romain Folz amedumu muda mwingi sana kama msaidizi, si kocha shambuliaji, lakini ile kuwa kama kocha mkuu ni timu chache. Roy alikaa muda mfupi, Yanga muda mfupi. Kwa hiyo ni kocha ambaye unaona ana potential, lakini anahitaji kuonesha zaidi, kudhibitisha kwamba yeye anaweza. Kwa hiyo hayo ndio madaraja matatu ambao makocha wanaweza kawagawa. Kwa ukiona timu yako imetangaza kocha, unaweza ukamclassify kupitia madaraja matatu. Aidha kocha huyu anaangukia kwenye daraja la kwanza la makocha wafanikiwa, au anaangukia daraja la pili la makocha ambao hawajafanikiwa kushinda makombe na tuzo binafsi, lakini wameonyesha kwamba wana uwezo mzuri, au daraja la tatu kwa maana ya kwamba huyu kocha anahitaji kupewa timu ili tuone ile potential kama inaweza kalipa. Ya msingi hakikisha umesubscribe YouTube channel yetu ya Senior Media Tanzania, lakini pia hakikisha umetufollow kwenye Instagram pamoja na Facebook ni senior_media_Tanzania. Elimu kama hizi tutakuwa tunazipata hapa kila siku. Ya msingi tu usikose, usahau kubonyeza alama ya kengele ili kila muda tukiweka video zetu uwe unapata taarifa na moja kwa moja unaenda kuangalia.